Okay, kama kawaida. Sasa leo tumekuja na stori mbili kwa wakati mmoja. Unaona, tunaanza na stori moja ya huko Nigeria, nchini Nigeria, Lagos. Kuna jamaa mmoja, huyo alikuwa ni tajiri sana. Kifupi, alikuwa ni mfalme. Leo alikuwa ameletwa na walinzi wake, sasa ni siku ya kuja kuapishwa. Unaona, sasa huyu jamaa alikuwa ni tajiri sana. Isitoshe, utajiri wake aliupata ghafla sana baada ya kumtoa dada yake kafara. Sasa leo ndo amekuja kuapishwa. Dawa zimefanya kazi, mtabiri wake amemuita sasa kuja kumwapisha yeye mwenyewe. Unaona, amemuita mbele za watu ili aje sasa kumuuliza maneno mawili matatu, endapo akiajibu aapishwe awe mfalme. Unaona, jamaa akaanza kumuuliza, uko tayari kutumikia hiki kijiji kwa hali na mali? Utatusaidia sisi wana kijiji au namna gani, vipi? Mfalme anasema mimi niko tayari, kwa sababu nina pesa, siwezi kushindwa kulisha hiki kijiji, niko tayari. Mtabiri anaendelea kumuuliza maswali mbalimbali. Kumbuka huyu jamaa alikuwa ameupata utajiri wake ghafla sana mpaka anakuja kutawala kwenye hiki kijiji. Anaambiwa sasa, chukua hicho kikombe, unene maneno ya mwisho, utoe kafara ya mwisho, umtoe mama yako mzazi, ndo uweze kumiliki hiki kijiji. Unaona, maana kafara ya kwanza uliotoa ya dada yako haitoshi. Unaona, kumbuka huyu mfalme alimtoa dada yake kabisa ili aweze kuupata huu ufalme, aweze kukalia hiki kiti. Sasa wakati amekichukua kile kikombe, akajaribu kuangalia sasa kwa pembeni, akachukua kikombe taratibu ili ajaribu kunena maneno ya mwisho, aweze kumpa hukumu mama yake, amtoe kafara, aweze kushinda katika hiki kijiji. Unaona, kumbuka wazee wote walikuwa wamezunguka pale. Mara ghafla pembeni dada yake akatokea. Sasa dada yake akatokea kiumiujiza, watu wote hawakuona. Akaanza kuongea, kaka, umenitoa mimi kafara, lakini bado hauliziki, unataka umtoe na mama. Kwa nini? Muache mama akiwa hai. Alafu akapotea. Sasa huyu jamaa akadua, akatupa kikombe chini, kikombe akakidondosha, kikombe cha wakurugenzi. Wale wamama wakaanza kushangaa, wakasema, mwanachama mwenzetu namna gani, vipi, mbona umedondosha kikombe chini? Mtabiri naye anazungumza, haiwezekani udondoshe kikombe chini, hiki kikombe hakipaswi kudondoka chini. Kumbuka na mke wake alikuwa pale pale akishuhudia mume wake anadondosha kikombe chini, hawakumuelewa. Sasa tunarudi nyumbani, huyu ndo mama yake mzazi, alishazila kabisa kumsaidia, hawezi kutoa hata pesa za matumizi. Ndo kafara yake inavyosema, usimsaidie mama yako, muache hangaike, ndo ufalme upate, uweze kuwa tajiri. Mama kila siku akiamka analia, anasema, jamani, Mungu nisaidie, mwanangu amebadilika kiasi gani mwanangu mimi. Mama analia sasa, machozi ya uchungu, anasema, mwanangu kaingiliwa na nini? Hataki kunisaidia hata 200 ya sukari, mimi nitafanyaje? Mama akianza kulia. Kiukweli wazazi wakiendelea kulia hivi kila siku, au wazazi wakiwa wanakulilia, unaweza ukapata mambo yoyote mabaya. Kwa hiyo epuka machozi ya mzazi akiwa anakulilia lilia. Unaona, huyu mama alikuwa analia huku akineno maneno mazito, mwanangu nimekukosea nini? Huku anachukua nguo ambaye alishawahi kumbebea mgongoni pindi akiwa mdogo. Sasa anakuja huyu mtoto wake wa pili ambaye ni dada mtu na yule mfalme, anakuja anamwambia, mama vipi? Mama usilie, una siku 2 unalialia, huli vizuri chakula. Kiukweli hata mimi unanifanya nikose amani humu ndani. Kwa hiyo mama, unapolialia hivi, bora tupige moyo konde. Anasema, mwanangu, tupige moyo konde vipi? Mimi nina njaa, unasema tupige moyo konde? Mwanangu ni tajiri, anasaidia watu kule mtaani, nasikia anawasaidia watu ovyo ovyo, lakini sisi hata 10,000 imeshindikana kututumia, tunafanyaje? Unaona, anasema, mama usijali mamangu, tutakuwa sawa. Mama akaendelea kulia sasa, mpola wanalia na kumlaumu sana mtoto wake, anamlaumu sana dada mtu, naye anamlaumu sana kaka yake. Anasema, jamani, kaka angekuwa anatutumia 200 mama asingekuwa analia hivi. Unaona, hii ni story kali sana ambayo ilichezwa Nigeria, Lagos. Sasa tunarudi nyumbani kwa mfalme. Sasa wazee walikuwa wamekusanyikana, wanaanza kumlalamikia, haiwezekani udondoshe kile kikombe, maana kile kikombe kina sheria zake. Kijana, unataka upate ufalme kirahisi? Sisi wenyewe tumetoa kafara, tumewatoa ndugu zetu, nimemtoa baba yangu mzazi ili nipate ufalme, lakini wewe tunakuapisha, unaleta mchezo. Kumbe yule mfalme alikuwa ameficha siri nzito sana, alikuwa anatokewa na dada yake. Wazee wanamwambia, umetukosea sana kwenye hili swala, umetukosea sana, tunashindwa tukuweke kwenye fungu gani? Kijana, umetukosea sana. Yule mzee Madevu alikuwa anazungumza, anasema, kijana, ufalme huwezi ukaupata kirahisi, utajiri huwezi ukaupata kirahisi. Tunajua mpaka sasa ni tajiri wewe, umetoa kafara ndugu zako wengi, lakini bado huyu dada yako mwingine mdogo na mama yako
Sasa tunarudi kwenye familia moja. Huyu mama alikuwa anaitwa Nkechi. Leo Nkechi alikuwa anajiandaa kwenda kwenye vikoba. Mume wake sasa ndo huyu hapa anaitwa Osama. Osama na Nkechi walikuwa wanapendana sana na walibarikiwa kupata mtoto mmoja ambaye huyo mtoto kwa sasa ameolewa na yule mfalme. Mama anasema, leo naenda kwenye vikoba, naenda kupokea pesa mme wangu, kwa hiyo nikirudi mambo yatakuwa shwari. Mme wake anasema, usijali mke wangu, najua kule umewekeza, tutakuja tuangalie kibiashara kidogo kidogo cha kufanya ukipokea zile pesa. Akasema, lakini mzee, mimi nataka pia leo nikawatembelee watoto zangu. Leo watoto zangu wamenipigia simu wakaniambia, mama, tumekuandalia kuku na firigisi, unaona, tumekuandalia nyama ya mbuzi. Lakini mama alikuwa anajieleza, anamwambia sasa Osama, anamwambia kama na yuko tayari tuondoke. Mwanangu amebahatika kuolewa kwenye familia ya kitajiri, lazima nilinge. Mama anakatakata miuno ya uchokozi. Mzee naye anasema, mimi siwezi kwenda, nitaenda siku nyingine, usijali Nkechi, usijali mke wangu. Mke naye anacheka, wanatabasamu. Kiukweli walikuwa na furaha sana tangu mtoto wao aolewe na mfalme. Kumbe yule jamaa mfalme aka tajiri alikuwa anapitia machungu makubwa sana katika familia yake. Sasa Nkechi alikuwa anakata mauno ya Osama bin Laden, anamkatia mauno mme wake afurahie. Sasa tunarudi nyumbani kwa mfalme. Leo mfalme alikuwa na mke wake anamlalamikia, anamwambia, mme wangu, hizi mali tutakaa nazo mpaka lini? Mali fulani za uchokozi, mali za kutoa watu kafara. Unaona, anasema kwa kweli ya maisha mimi yananishinda, kwa sababu tunatumia pesa ovyo ovyo. Kwa nini usimsaidie mama yako? Mama yako kila siku anahangaika mama yako kila siku, na tunapigiwa simu kwamba wana hali ngumu. Unaona, kumbe jamaa alikuwa ameficha siri nzito sana. Kaambiwa na wakurugenzi kwamba asimsaidie mama yake, bali amtoe kafara, na dada yake mdogo amtoe kafara. Jamaa alikuwa anajieleza, mke wangu, kuna vitu vingi vimejificha. Wewe ni mtoto wa kike, siwezi kukueleza kwa sasa, kwa hiyo usijali. Ipo siku nitakueleza. Najua kwamba mimi ni tajiri na pia ni mfalme wa haya maeneo, lakini changamoto ninayopitia nitakwambia siku nyingine, usijali. Sasa huyu bibie aliwatembelea wazazi wake leo nyumbani. Alienda mpaka nyumbani kwa wazazi wake kwenda kueleza hizi kero. Anasema, kiukweli baba, mimi nashindwa kumwelewa kabisa mme wangu. Yaani anatumia pesa ovyo ovyo, hataki kuwasaidia ndugu zake. Sasa nashindwa kuelewa. Wazazi wake wanamshauri, mwanangu, wewe fuata kilichokuleta pale, fuata kilichokupeleka pale, mzalie mtoto, yule ni tajiri mkubwa na sisi umetuheshimisha kwenye kijiji. Sasa unataka ukorofishane naye, ufanyaje? Okay, na stori ya kwanza itakuwa imeishia hapa. Kwa hiyo tunakuandalia mwendelezo. Endelea kufuatilia channel ya Lenzo Michael TV. Tunaingia stori ya pili. Hii stori ya pili inaanzia kwa udada. Huyu dada alidondosha samaki, wale samaki kumbe ni samaki watu. Sasa kulikuwa kuna jamaa mmoja alikuwa anaitwa Chakachaka na watoto wawili. Kumbuka hao watoto ndio walikuwa na nguvu ya kumwendesha huyu Chakachaka kila kazi lazima afanye na kuwaheshimu hao watoto. Wanamwambia, utatusaidia kumtafuta baba yetu. Tumekuja duniani, tumekuja nchi kavu kwa ajili ya kumtafuta baba yetu, utanisaidia? Kale katoto kamoja kakike kanaongea, Chakachaka utatusaidia. Na yule mwingine wa kiume naye anasema, Chakachaka utatusaidia, lazima utusaidie kuwapata wazazi wetu. Sasa tunarudi huku baharini. Kuna huyu bibie alikuwa amefungwa minyororo, alikuwa ni samaki mtu na yeye amepewa adhabu. Ukifanya kosa lazima ufungwe minyororo ndani ya miaka 2. Sasa leo alikuwa ametulia kwa muda mrefu, anasubiria masaa yakifika mwisho atoke. Akaanza kuangalia masaa yamebaki 3 ili aweze kujiachia katika ile minyororo. Haelewi, amekaa ndani ya miaka 2. Kuna dogo mmoja akawa amefika pale, naye ni samaki. Akamwambia, dada Loveness, mama leo anataka kuja kukuona. Akasema, mwambie aje. Sasa mama ndo huyu hapa, anaenda sasa kwa binti yake. Unaona, akaanza kujieleza, mwanangu, nisamee sana, nimekaa miaka 2 sijaja kukuona. Ni kifungo cha sisi samaki, tukikosea haturuhusiwi kuja kumuona mwenzetu akiwa amefungwa minyororo. Unaona, mama anaomba msamaha kwa mwanae, mwanangu, nisamee sana. Najua nimekukosea, nimekaa muda mrefu hatujaonana, lakini naomba nisamee sana mwanangu, sitorudia tena. Mama akawa ameomba msamaha kwa mwanae. Sasa tunarudi huku Chakachaka na huyu binti. Huyu binti alimwambia, nisaidie kumtafuta baba yangu. Kumbuka kila mtoto alikuwa na baba yake. Sasa Chakachaka ameanza na huyu mtoto wa kike kuanza kumtafuta baba yake wa huyu mtoto. Wanaenda kila geti, wanagonga mlango. Ngoja tuone
Wameanza na geti la kwanza kugonga mlango. Je, nani atafungua? Akatoka huyu dada akawauliza, nyinyi mna shida gani? Mna shida gani? Wakasema, tumekuja kumtafuta baba wa huyu mtoto. Nimekuja kumtafuta baba yangu. Akasema, we baba gani? Na we dada umefuata nini? Akasema, mimi nimekuja kukuona. Unakuja kuniona kama nani? Na we unasema unakuja kumtafuta baba yako kama nani? Sitaki kuwasikiliza, mnaleta dharau. Mmeniachisha kazi, nilikuwa na kazi ya kupika. Akasema, wewe una kazi ya kupika? Najua umekaa na baba yangu naye humo ndani, wewe ni mfanyakazi tu. Akasema, mnaleta dharau. Basi ikawa imeishia hapo. Tunarudi huku Chakachaka na mtoto wa kiume sasa wametembea umbali mrefu bila mafanikio. Chakachaka akaanza kujieleza, mimi nimechoka, bora turudi baharini. Siwezi, mimi nimechoka, nina njaa kwanza hapa, unanitembeza mchana kucha. Kumbuka Chakachaka alikuwa hana nguvu za kutosha, hao watoto ndio walikuwa na nguvu za maajabu, wanamwendesha. Kanasema, kale katoto tunisaidia kumtafuta babangu mpaka nimpate, twende. Chakachaka anajilaumu sasa, anasema maskini ya Mungu. Kanamuuliza, wewe twende, usilete miosho, twende ukanisaidie kumtafuta baba yangu, tumekupa hii kazi, kama vipi tutakuua. Basi Chakachaka alikuwa na njaa sana, basi akaendelea kujivuta na kujikongoja taratibu. Tunarudi nyumbani sasa. Huyu ndo baba mzazi wa ule mtoto wa kike. Alishageuza kwa akawa msukule, hasikii chochote wala haelewi chochote, ashakuwa mbumbumbu. Anafanyishwa kazi za kufua, anafokewa na huyu mama, anaambiwa utafua nguo na utadeki vyoo kila siku, hujaja kukaa hapa wala kula. Wewe kazi yako ni kufanya kazi, hakuna kulala, hakuna kufanya nini. Sasa jamaa inafikia hatua anaanza kukata na miuno kabisa, analegeza kanga, anakata miuno. Alikuwa anaitwa Sir Dennis, anayakata mauno, hajielewi. Kumbuka huyu bibie sasa, walipofika raundi ya pili kwenye ile nyumba, wakamkuta sasa baba yake na huyo binti ndo huyu hapa anakata miuno. Unaona, Chakachaka akawa anashangaa. Katoto kanamuuliza, kwani unaona nini? Mimi sioni. Akasema, lakini mbona sio baba yako huyu? Baba yako anakata miuno kama feni mbovu. Kanasema, huyo ni baba yangu, aliniambia anakaa kwenye hii nyumba. Unaona, yule mama akatoka nje akamwambia, wewe nimekwambia osha vyombo, lakini unakata miuno kama feni mbovu. Wewe kama nani? Osha hapo vyombo, uje udeki vyoo ndani. Unaona, kiukweli huyu jamaa alikuwa anapitia changamoto sana, vyombo vinatupwa chini, anyanyue vyombo aoshe upya. Sasa Chakachaka na ule bibie wanajaribu kuwasiliana, kujadiliana nini cha kufanya wamuokoe baba wa huyu binti. Sasa Chakachaka kumekucha, kazi yake ianze ya kumsaidia huyu bibie kumpata baba yake. Baba yake ndo huyu alishafyatuliwaga akili. Kale katoto kalikuwa kana akili barabara, kanamwambia Chakachaka, tukirudi raundi hii tuje na dawa tumsaidie baba yangu. Unaona, tuje tumsaidie baba yangu, anateseka sana. Sasa baada ya kuwasiliana na kupanga mbinu mbadala waje kumsaidia baba yake, stori ya pili itakuwa imeishia hapo.